jina la Yesu Kristo itabadilika. Haleluya, itabadilika, lazima ibadilike. Maandiko yanasema huyu mtu Yesu aliposema kwamba simameni, mkutano wakasimama. Ndivyo watu watakavyoshangaa utakapopita mbele kuokoka. Ndipo watu watakavyokubeza utakapomkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndivyo watu watakusema sana utakapoamua kumpa Yesu maisha yako. Ndipo watu watakutenga utakapomkubali Yesu leo. Ndipo watu watakuona haufai utakapomkubali Yesu leo. Lakini nataka nikwambie, hata ile siku Yesu aliposimamisha msafara, wako watu yamkini walitukana, wako watu yamkini walibeza, wakasema huyu naye anataka kufanya nini? Huyu naye anataka kufanya nini? Ndivyo watu watakavyobeza utakapompa Yesu maisha yako. Ndivyo watu watakavyotukana utakavyosalimisha maisha yako kwa Yesu. Walikuzoea ni kahaba, watasema ngoja tuone kama ataweza, ngoja tuone kama atatoboa. Wanaona unavuta sigara, unadondoka mitaloni kwa ulevi. Utakapompa Yesu maisha yako, watu watasema ngoja tuone kama atavuka, ngoja tuone, ngoja tuone, ngoja tuone. Lakini nakutangazia leo, hata wale walisema ngoja tuone kama atamfufua huyu mtu, hawakuwa na uhakika kama Yesu anaweza kutenda jambo, wala hawakuamini kama Mwokozi anaweza akarejesha maisha ya mtu aliyekufa. Walikuwa hawaamini, wala hawakukubali, wala hawakukubali, wala hawakutaka. Wakasema ngoja tuone kama ataweza, kama ataweza. Lakini nataka nikutangazie kama Luka alivyotuandikia, akatuambia in details, yani akatupa habari kamili. Wakasema ngoja tuone. Yesu akasema simama, nimeiona huzuni yako mama. Ni kweli huyu ni mwanao pekee, amebaki yeye peke yake. Nimeiona huzuni yako. Kinachotakiwa ni kuonyesha huzuni na kukubali ya kwamba hautaki dhambi. Ni kuonyesha huzuni ya kwamba tatizo lilo nalo limekuchosha na haulitaki tena. Kinachotakiwa ni kuonyesha huzuni ya kwamba tabu nilio nayo imenichosha, sihitaji tena. Kinachotakiwa wala sio kuonyesha umaarufu, ni kuonyesha huzuni ya kumtaka Yesu na msaada wake. Kinachotakiwa nasema ni kuonyesha huzuni, maana ukiishi na tatizo lako litakuua. Ukikaa na tatizo lako litakuua. Dhambi haina ujasiri. Ukijifanya ni jasiri na dhambi itakumaliza. Huyu mwanamke alionyesha huzuni yake kwa sababu tatizo lilikuwa ni kubwa. Hakuweza kuficha tatizo, alishindwa atalificha vipi. Lakini nakushangaa wewe na huyu mwanamke, ukisoma maandiko, ukiangalia taarifa zilizoandikwa na Luka, wala hakuwa masikini. Inaonekana alikuwa na connection yamkini kuliko hata wewe. Alikuwa na kampani kubwa kuliko hata wewe. Wingi wa watu kwenye msiba inaonyesha yamkini alikuwa na pesa zake, lakini kilipofika kifo hazikumsaidia. Leo unajificha na dhambi ulio nayo, lakini maradhi yatakuumbua, wala hautakuwa na msaada. Wale ambao leo unadhani wataona aibu au watakucheka kwa sababu unaficha dhambi, siku ile ikifika watacheza mziki kabisa, kwa sababu wanasubiri kifo chako ili washangilie. Wanasubiri kuumbuka kwako ili wafurahie. Hawa watu wakatembea. Walipotembea na huyu mwanamke amebeba jeneza, Yesu akasema simama, kwa sababu ameiona huzuni ya huyu mwanamke. Na Yesu akiona huzuni, maandiko yanasema akamhurumia. Akamhurumia.
Wako watu wamekuhurumia lakini hawajakusaidia. Wako watu wamekuonea huruma dada yangu, lakini hawajakusaidia. Na wengine walikudanganya wakajifanya wanakuonea huruma, lakini kumbe wanakuingiza kwenye kingi. Na ulipoingia kwenye kingi wakakutenda mambo ya aibu. Walijifanya wanakuhurumia wakakuingiza kwenye njia mbaya. Leo unajuta kwa sababu ya marafiki zako. Unasema yamkini nisingesikiliza wale, labda leo ningelikuwa salama, labda hatima yangu ingelikuwa njema, lakini kwa sababu niliwasikiliza maisha yangu yamepotea. Na umepotea kweli kweli. Nataka nitangaze leo, kile unachodhani kimepotea, yuko Yesu Kristo tunayetangaza habari zake jioni ya leo. Unachodhani kimepotea anaweza kukirejesha, anaweza kukifufua na kukifanya upya tena. Kinachotakiwa ni kuonyesha huruma na kukubali ya kwamba silitaki tatizo, ninakutaka Yesu. Hicho ndicho kinatakiwa. Yesu alipomwonea huruma huyu mwanamke hakuishia hapo. Maandiko yanasema akasogea kwenye msiba, kitu ambacho watu wengi hawafanyi. Wengine wakikuonea huruma watakuchangia pesa, lakini huzuni itabaki pale pale. Wakikuonea huruma kwenye tatizo lako watakuja na matunda, lakini watakuacha hospitali. Watakuja na maua ya kukutia faraja, lakini watakuacha kitandani umelala, bado maumivu ni makali. Lakini Yesu Kristo alipomwonea huruma huyu mwanamke akasogea kwenye jeneza, akasema emtulieni, akatazama. Halafu Yesu akasema mwanamke usilie wala usilie. Halafu akamwita kijana nyanyuka. Maandiko yanasema in details, Luka anaandika aliposema nyanyuka, yule kijana akanyanyuka. Na aliposimama Yesu akasema, akamkabidhi yule kijana kwa mama yake. Natangaza tena kwa jina la Yesu Kristo, yeye ni Bwana wa kifo. Natangaza tena yeye ni mponyaji, yeye ni mponyaji. Kama kifo kilisalenda mbele za Yesu Kristo, ni tatizo gani ulilo nalo litakalosimama kumshinda Bwana? Maana kifo kila mtu anakiogopa, lakini Yesu alikisimamisha, halafu akarejesha uzima kutoka kwenye kifo. Nataka nitangaze ya kwamba haujachelewa, haujachelewa, bado wakati upo. Na maandiko yanasema wakati wa wokovu, wala sio kesho, wala sio baadaye. Wakati wa wokovu ni sasa, wakati ambapo Yesu Kristo anapita kwenye viwanja hivi, ndio wakati wa wokovu. Yani sasa, wala sio kesho. Asema ni haya. Wakati wa wokovu ni sasa, wala sio kesho, ni sasa. Yesu alipotembea na akakutana na ule msululu, Yesu hakusema subiri kesho. Na Yesu alipomwonea huruma yule mwanamke, wala hakusubiri kesho. Yesu aliposema simama, watu wakasimama. Na aliposogea wakasema funua, wakashusha. Maana zamani walikuwa wanabeba mtu mmoja, wawili, mtu mwingine wanne, wanabeba hivi, wanapeleka. Watu wenye sura ngumu, watu makauzu, watu wanalia, hawana muda, watu wamebeba, wanapeleka. Yesu akasema tulia, na aliposema tulia wakashusha. Na saa ile ile Yesu akatamka neno ya kwamba kijana nyanyuka. Saa ile ile kijana akanyanyuka. Maandiko yanasema akaketi, na alipoketi akamchukua
akamkabidhi kwa mamake. Ile furaha iliyokuwa imepotea, ile huzuni iliyokuwa imetanda, kwa sababu furaha imeondoka, ni kama ninaiona ilivyorejea tena kwa mama yule aliyekuwa amepoteza mtoto. Leo anamuona mtoto wake amesimama tena, alisahau kila kitu. I can imagine jinsi ambavyo alifurahia, jinsi ambavyo aliruka, na watu wakamtukuza Mungu, wakaona wokovu umerejea tena, wokovu umerejea tena, yale yaliyopotea yamerejeshwa tena. Ninakutangazia leo, wala haujachelewa, wala haujachelewa, bado nafasi ipo. Na Yesu anatangaza leo, usilie tena, na anakuita na kusimamisha ya kwamba simama hapo ulipo. Yesu anataka akutoe kwenye tatizo lako, anataka kusaidie. Unapitia tatizo gani? Dhambi gani inayotesa maisha yako? Kipi kinatesa maisha yako? Umeficha kwa muda mrefu, lakini Yesu anakuonea huruma. Yesu amekuonea huruma, na ndio maana ametutuma kutoka huko. Leo tuko hapa kukutangazia huruma za Yesu. Ni kweli umetembea sehemu nyingi, umetafuta dawa, yamkini hata saizi unatumia dawa, lakini ni mwaka wangapi tatizo halijaisha? Leo mwaka wangapi unauza vitu tu, wanakuambia waganga leta hiki, unauza, unapeleka, una kiburi kwa sababu bado unavyo, lakini vitaisha. Maana maandiko yako wazi, mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12, Biblia inasema alijitaabisha katika mikono ya matabibu na akatumia mali zake zote zikaisha, lakini tatizo halikuisha, lilibaki pale pale, liko pale pale, na vitu vimeisha. Atauza nini? Mwanamke hakuwa na kitu cha kuuza tena, akajikalia akisubiri siku ya kufa. Na kwa sababu ya ugonjwa na tatizo lake, naamini alianza kunuka, na watu walikaa mbali naye kwa sababu hali yake ilikuwa mbaya, ilikuwa mbaya. Pesa wameshakula na kila kitu amepoteza, hali yake imekuwa mbaya, amekaa, hakuna msaada. Aliposikia habari za Yesu zinatangazwa, kwa sababu aliona hata kumwona Yesu haiwezekani, watu ni wengi wanamzonga Yesu. Mwanamke akasema, ni kweli ninanuka sawa, ni kweli tatizo langu ni kubwa. Lakini hakuliangalia tatizo, hakuangalia watu watamcheka. Kama unavyodhani wewe leo ya kwamba watakucheka, lakini unakufa na tatizo lako. Watanionaje? Lakini unakufa na dhambi yako. Huyu mwanamke akafanya maamuzi, akasema, hata kama wakinicheka, hata kama wakinitukana, hata kama wakinidharau, lakini nitasogea na mimi nimwone Yesu. Akadhamiria. Mwanamke akaanza kujipenyeza. Maandiko yanasema hatujui alitumia muda gani. Inawezekana watu walipomwona walitema mate kama wanavyokuona wewe leo.